Movie ambayo tunaenda kuiongelea leo ndani ya movie recap hapa kwenye YouTube channel yetu Bin Yusuf, tunaiongelea movie ya Spotlight. Movie ya Spotlight imecontain character wakubwa kama Batman yupo humu ndani, lakini pia Hulk yupo humu ndani, lakini pia X-Men yupo humu ndani, lakini hawakuigiza kama hizo character zake ambazo wanajulikana kila siku katika daily life yao ya movie actors. Humu ndani wameigiza kama watu ambao wapo katika Spotlight team. Spotlight team ambayo inapatikana katika The Boston Globe. Hilo ni gazeti la pale mjini Boston kule kwa upande wa Marekani, na katika hiyo Boston Globe kuna team ambayo inaitwa Spotlight team ndani yake, ambayo timu hiyo ina contain watu 6, ambao watu 6 hao kazi yao kuandika articles ambazo zinadili na masuala mbalimbali, na wanafanya investigative ndefu sana. Inaweza kateki 6 month, inaweza kateki 1 month, na jina la movie lenyewe linaongeleka kama Spotlight. Movie iliweza kutoka mnamo mwaka 2015 movie hii, na ili direct kwamba moja kati ya story ambao walishawahi kuzikava, kwa sababu hii ni untold story as always. Walishawahi kukava story ambayo inawahusu mapadri katika mji wa Boston, na mapadri hao wao walipokuwa wana cover story yao walidhani kwamba wanadeal na padri mmoja ambaye anafanya child abuse. Child abuse tunaiongelea hapa ni wanawalazimisha watoto wadogo ambao wapo makanisani na kuwalazimisha kufanya ngono. It means that kuanzia miaka 12 kushuka chini ndio watoto wanaodili nao, kufanya nao ngono. Na mbaya zaidi, kufanya nao ngono kivipi? Hata wale watoto wa kiume wanawalazimisha kufanya nao ngono, yani say gay, yani wanawatengeneza katika mfumo wa baadaye kuja kuwa magay. Katika kufanya Spotlight team kulikuwa kuna Mike ambaye ndo Hulk, ndo moja kati ya character ambaye mimi nimemrespect sana huko, mpaka alikuwa kuna time Spotlight team yote ilikuwa inapata hasira, wanakasirika, wanagombana. Kwa wale ambao nimeweza kusoma nao chuo pamoja, hii movie tuliweza kuambiwa tuitizame na tuliitizama, lakini ukikaa ukiangalia in deep zaidi, mwalimu kipindi kile alivyotuelekeza tuitizame hii movie hakutukuelekeza kwa bahati mbaya, alitaka tujifunze kitu, kwa sababu Spotlight team ni Spotlight ya waandishi, ni watu waandishi wa habari walio contain, lakini habari zao walikuwa hawazifanyi kwa juu kama vile walio waandishi wengi, yani kwamba wanachukua tu habari, mtu source kapata source moja, source mbili, but wao walikuwa na uwezo wa kufanya wa kuchimba hiyo habari na ikateke hata mwaka mmoja. Hawakuwa na hasara ya kupoteza muda, lakini wao walichokuwa wanaangalia, wakija na story, waje na story ambayo imecontain everything, wakija wanaitoa ikiwa ipo complete. Jambo ambalo lilokuja kushangaza, walizani ni padri mmoja, lakini wakaja wakakutana na padri zaidi ya 80 ndo wanakuwa na mchezo wa kufanya hivyo ndani ya Boston. Hebu fikiria, hiyo ni Boston tu. Hawakuweza find source out of Boston, hawakuweza kuhangaika kutafuta je hii mchezo huwa unafanyika nje ya Boston, lakini badala yake wakaamua kuhangaikia kwenye eneo lao ambalo wana publish magazeti yao, ambao gazeti lao kama nilivyosema mwanzo inaitwa The Boston Globe, ambayo ina produce habari le plus articles. Sasa kwa upande fulani wakaingia kuchimba in deep. Wao walizania wapo 87 kwa sababu ndo waliowapata wao. At the end of the day walipoanza kuipublish ile habari, walijitokeza watu zaidi ya 1000. Hao ni wahanga. Wao waliweza kuwapata wahanga wachache ambao I don't think kama zaidi ya 20 waliweza kufika wale wahanga ambao wale wapata, lakini wale wahanga waliojitokeza baada ya kuanza kuipublish ile story, cause walikuwa na ipublish kidogo, wakajitokeza wahanga zaidi ya 1000 ambao waliweza kufanyiwa vitendo kama hivyo, na badala yake ikawa sio mapadri 87, wakawa mapadri zaidi ya 240 na kitu ambao wenye mchezo kama huwa kuweza kufanya child abuse. At the end of the day waliweza kufind, waliweza kuingia deep, waliweza kutafuta, waliweza mpaka ikawa inafikia stage walikuwa wanagombana wenyewe kwa wenyewe katika kufind source, katika kuhangaikia kutengeneza hiyo story. Kulikuwa kuna baadhi ya kati ya wao, kozi wako 6 au Spotlight team,
Baadhi yao walikuwa wanatamani story itoke mapema ghafla, sijui umeelewa, lakini baadhi yao wakawa wanapambana kwamba wanasema hapana, hatujaridhika, tunataka tuingie deep zaidi. Na deep zaidi iliweza kuwafanikisha kupata story nzima full, na story nzima full sio full tu, wameweza kupata victim wengi zaidi kuliko vile ambavyo wao walivyokuwa wanadhania. Waliweza kufanya investigation ambayo ni nzito sana. Na yote kwa sababu gani? Yote kwa sababu movie inavyoanza, director aliweza kubadilika. Director yule ambaye alikuwepo katika The Globe Boston aliweza kubadilika. Yeye alistaafu. Baada ya kustaafu akaja director mpya. So director mpya inajulikana kwamba director alikuwepo katika Spotlight team. So na director mpya atakapokuja, naye atakuja kuingia katika hiyo Spotlight team as a director, lakini pia atakuwepo kwenye hiyo Spotlight team ambao wanafanya investigative, habari za kuweza ku find some sources na kitu kama hivi, habari za kesi nini, yani zile habari nzito wao ndo wanadili nao au Spotlight team. Na katika issue ambazo wanazofuatilia, wao walikuwa hawapendi waandishi wa habari wengine wenzao waliokuwepo around waweze kuzijua, so walikuwa wanazifuatilia wao kama wao. Na director alipokuja sasa ndo akaileta hiyo story. Aliwauliza mwanzoni, "Nyie mnakuwa mnadili na story zaidi ya muda gani?" Akawaambia kwamba tunadili na story zaidi ya miezi 6, miezi 8, mwaka mmoja, miaka miwili, according to the story na according tutakavyo chimba zaidi. So ukiweza kuiangalia hii movie, hata kama sio mwandishi wa habari, kwa waandishi wa habari wanaweza wakajifunza kitu kikubwa sana kwenye kutafuta story. Hutakiwi kutafuta sources za juu tu ukarizika, unatakiwa ufind deep, uingie zaidi. Lakini hata kwa wale ambao sio waandishi wa habari, wanaweza wakajifunza kitu kuwa sio kila binadamu ni wa kumwamini. Kama mapadri waliweza kufanya hicho kitu, how about kwenda kumwamini mtu wa kawaida? So unadhani unaweza ukawa kimeingia kitu hapo akilini, unaweza ukajua kwamba hata hutakiwi kumwamini binadamu yoyote. Unaenda na mwanao kanisani, unaenda na mwanao msikitini, ondoka naye. Nenda naye, ondoka naye. Usimwache kwamba ukasema kwamba leo mimi Jumapili au leo mimi Ijumaa sendi msikitini, nenda mwenyewe. Huwezi jua kinaweza kikatokea nini. Ulikuwa nami bin_Yusuf 23. Unaweza ukanipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii. Lakini kama unahitaji movie zaidi, jambo la msingi unatakiwa kusubscribe hapo chini, maana ukisubscribe utaweza kunipa mimi nguvu ya kuendelea kuwaletea movie kali zenye historia kali ambazo zenye mafunzo zaidi. See you until the next time.